unastahili kuabudiwa, unastahili nani kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna mwingine aliye kama wewe. Uliadere mambo sheketere mama ya ndalamo, wastahili Mfalme, wastahili Yesu. Ulimidiwe jina lako Mfalme, ulimidiwe jina lako. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. We worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Jesus. Baba tunakuabudu, Baba tunakuabudu, tunakuinua, tunakuhimidia asubuhi ya leo. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Hakuna mwingine aliye kama wewe Mfalme. Utukufu na heshima na ziwe kwako asubuhi ya leo. Baba tumekuinua mahali hapa kwa sababu wewe ni Mungu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Umetamaraki, umetokoka asubuhi ya leo, na tunakupa sifa na adama Mfalme wa amani. Wewe ni Mungu na wewe ni Baba. Hallelujah, we give you glory. Hallelujah, we give you praise. Hallelujah, we adore you. You are worthy of our praises. Father, we thank you. Father, we worship you. In Jesus' name. Amen. Let us believe as we pray this morning. Everlasting Father and our God, in Jesus' name, Lord, we thank you, we praise you, we give you glory and honor this morning. We thank you because of the grace and the favor that, Lord, you have given unto us to be in your presence this morning. Lord, we have come to hear from you. Lord, we have come to hear your word. We welcome you to come and speak unto us in a mighty way this morning in the name of Jesus Christ. We welcome you to come and have your way and have all the glory here in Jesus' name. We surrender unto you, Lord, and as we are going to hear from you, Lord, speak unto us, for you are our God. Thank you because of every individual that is here. I believe that, God, you are going to give us according to how you want us to receive from you, Lord. As our vessel, I stand before your people, God. Make use of me to the end of this service. Lord, we shall glorify you and adore you in Jesus' name. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It is another fine morning that our God has given unto us so that we can be in his presence ili tuweze kuwa mbele zake and to hear his word. ili tuweze kusikiza neno lake. Naamini ya kwamba haichakuwa rahisi, lakini imegharimu mkono wa Mungu sisi tuwe mahali hapa. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wale ambao mmeingia mahali hapa,
and those ones that are watching us online. na bali bande bonsi batuligetine mitambo ya Ningependa sana kuwakaribisha katika neno la Mungu asubuhi ya leo. na takire lero kuba aligania asomo kutanese mambi ya lero, Na ninaamini ya kwamba Mungu anaenda kutusaidia. I believe that we are not going to remain the same. God is going to take us into another level for the glory of His name. Amen. So welcome and feel the presence of our Father who art in heaven. Amen and amen. So this morning, I want us to share the word of the Lord from the book of 1 Samuel, chapter number 26, and the verse 1. Tungesoma mpaka mstari wa 26, lakini tutasoma vifungu ambavyo Mungu atatukubalia tusome. And I believe that God is going to speak unto us in a mighty way. Amen. And let me read. The Ziphites went to Saul at Gibeah, and they said, "Is not David hiding on the hill of Hakira, which faces Jeshimon?" So Saul went down to the desert of Ziph with his 3,000 chosen men of Israel to search there for David. Verse 3, Saul made his camp beside the road on the hill of Hakir, facing Jeshimon. But David stayed in the desert when he saw that Saul had followed him there. Verse 4, the Bible says, he sent out scouts and learned that Saul had definitely followed him. Then David set out and they went to the place where Saul had camped. He saw the place where Saul had camped. He saw where Saul had, and Abner, son of Ner, the commander of the army, had laid down. Saul was laying inside the camp with the army encamped around him. Ningependa niachie hapo, mengine tutayaongezea. Amen. So I want us to talk about a topic which I gave the title, the battle doesn't belong to us. Amen. Amen. The battle doesn't belong to us. We as the chosen ones of God, we as the chosen people of the living God who is in heaven, the battle of ours, it's not we who are fighting it. There is a God in heaven who fights our battles and He gives us victory in our battles. So in all times, when we face challenges, wakati tunakumbana na hali ngumu za maisha, wakati vita vinainuka kinyume na maisha yetu, sisi ambao tumejaguliwa na Mungu, haitupaswi sisi tuinuke tuanze kupishana na wapinzani wetu ama kupigana na wale ambao wanapigana na sisi. Ukianza kusoma historia ya Daudi na Saulo, inaanzia vita vyao wawili hawa
Inaanzia mahali Daudi amepigania Waisraeli na kuwaondolea aibu. Kwa wale Wafilisti ambao walikuwa wanalitukana jina la Mungu. So siku nyingi walikuwa katika vita. Biblia inasema ya kwamba Goliath alikuwa amesimama upande mwingine. Na jeshi la Mungu lilikuwa limesimama upande ule mwingine. Kila asubuhi walikuwa wanaamuka. Waisraeli wako wengi upande ule. Naye Goliath yuko hapa upande huu peke yake. He was challenging the people of God. Alikuwa analitukana jina la Mungu. Alikuwa anawatukana na wale watu wa Mungu ambao walikuja kupigana na yeye. Ashukuriwe Mungu aliyemchagua Daudi. Akamuleta mpaka mahali vita zilikuwa zinapiganwa. Naye Daudi kuangalia jinsi Waisraeli walikuwa wanatukanwa na Goliath. Hata kama alikuwa mdogo, Daudi hakufurahishwa. Kwa hivyo na zile nguvu Mungu alimpa na ujasiri. Kwa sababu Mungu alikuwa ashamteua ili akuwe mtumishi wake. So Daudi anauliza ya kwamba ni nani huyu anayedhihaki jeshi la Mungu? Ni mwanaume gani huyu ambaye hajatahiriwa, amesimama mbele ya watu wa Mungu na kulitukana jina la Mungu? Daudi anasema ya kwamba nipe nafasi. I want to challenge this man. Na hapo ndipo vita vilianzia baina ya Daudi na Saulo. Kwa hivyo Saulo anampea ruhusa. Daudi anapigana na Saulo. Pamoja na Saulo anampea nafasi ya kupigana na Goliath. Daudi anamshinda. Wivu imeanza kwa Saulo. Saulo akaanza kusikia wivu na Daudi. Kwa hivyo hakumpenda Daudi. Hata kama amewaletea heshima, hata kama amefanya jina la Bwana limeinuliwa katika Waisraeli, Saulo hakufurahia na Daudi. So siku baada ya nyingine, Saulo akaanza kumtafuta Daudi kwa kumuua. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu akaanza kumuficha Daudi kutoka kwa Saulo, kwa sababu alikuwa na makusudi na maisha yake. Hata sisi asubuhi ya leo, huenda kuna watu tumefanyia mazuri, wamesimama kinyume na sisi. Sisi tuliwasaidia kwa uzuri, hata tukawaondolea aibu yenye wangepitia, hata tukawasaidia kwa unyonge wao wakasimama. Lakini asubuhi ya leo wanatutafuta vibaya, wanasaka nafsi zetu, wanataka kutuangamiza kwa ukarimu wetu ambao Mungu ameweka ndani yetu. Sisi tunataka kuwafanyia mema, lakini wao wanataka kutulipa kwa mabaya. Ndio hii Daudi alifanyia Waisraeli. Alitaka waheshimike, alitaka jina la Mungu liheshimishwe katikati ya mataifa. Hata yule aliyempa mamlaka ya kwenda
kupigana. Nonya noli omuhete chinguru chioko genda korwana. Ndiye tena anasimama kinyume na Daudi mtu wa Mungu. Tena na maminja ya Daudi omuntu Nyasaye. So mahali ambapo tumesoma igase tu asomire ni ya kwamba mahali Daudi mtumishi wa Mungu ametorokea, ameenda kujificha. ingana se Daudi omosombo Nyasaye chiete kwebisa. Watu wa mchi ule mahali Daudi alienda kujificha kutoka kwa Saulo, abantu bomocholi ase Daudi achiete kwebisa korwa ase Saul, walikuwa wanajua ya kwamba Daudi na Saulo hawaendani. Niko mamanyete nga Daudi na Saul mbale kororana. So they went to Saulo, bakagenda ase Saul, wakamwambia bakamotebia ya kwamba Daudi ndio huyu amejificha mahali fulani. bakamotebia nga Daudi huyo bwebise tasegete. So Saulo, Biblia inasema ya kwamba igase Saul, Biblia ikotebanga akapepa wapiganaji wake 3,000 akabogolia barwanie segi chiri wiso ili waende kupigana na mtumishi wa Mungu aende korwana no musombo Nyasaye ambaye Mungu alikuwa amempaka mafuta. ulikonyora Nyasaye akira maguta. Hawakuwa enjoy ya kwamba vita havikuwa vya Daudi. Mba manyete nga segiti yarenge ya Daudi. Pendwa, asubuhi ya leo Omwana pia sisi huenda kunayo mambo tunayoyapitia. kero kenda naonyana intua mangana nale togo etera. Ndio maana nimetaka kukuambia ya kwamba vita si vyetu, Na kieko rango kotebinge segiti liye lakini tunaye Mungu anayetupigania. kolende ntole na Nyasaye oyo goturwanere. So Sauli anakuja mpaka mahali Daudi alikuwa amejificha. Saul agacha goikali ase Daudi ebisete. Biblia inasema ya kwamba yeye na wanajeshi wake wakaeka hema kando ya barabara. Biblia gotebangera na barwanie segi baye bakagenda ase hema yarenge kando yene para. Na ilikuwa ni mahali ambapo David na yeye amejificha mtu wa Mungu. Igo yarenga ase Daudi ebisete omuntu Nyasaye. Na habari zikafikia Daudi mtumishi wa Mungu. Akamanya korwara Habari zikamfikia Daudi amangana agaikira Daudi ya kwamba Saulo nga Saulo ndiye huyu amelala hapa, amejificha hapa kwa barabara. nero yibwe bisete abuse para. Daudi na yeye anaenda na confirm. Saulo Daudi nena akagenda koenekia. Yes, na alimpata ya kwamba Saulo yuko mahali hapo. Akanyora nga Saulo no arasalia. Cha kusangasha, Ekioko kumia yeye alienda akapata Saulo na jeshi lake wamelala. akanyora Saulo na barwani besegi baye baraire. Na Mungu aliweka Saulo na jeshi lake mikononi mwa Daudi. Na Nyasaye akabeka Saulo na barwani baye segi makoko a Daudi. Daudi alikuwa na uwezo wa kuwafanyia chochote. Daudi na arenge na mamuraka yoko bakorera kende gyo. Lakini kwa sababu alijua ya kwamba Saulo ni mteuliwa wa Mungu pia, kolenda senge nchama nyetenga na Saulo nere no mochobo Nyasaye hakumfanyia chochote. amakorera telinde. Haleluya. Amen. Hata sisi asubuhi ya leo Nonyeni ntue sema ambie ye. tunapotambua ya kwamba sisi tumechaguliwa na Mungu, Ekero toko manyanga tuachori luna Nyasaye. hata kama tukipitia hali ngumu ya maisha, Na toetero bokongo ngaki asobo gima. inatupasa tufahamu ya kwamba vita si vyetu. Neto kuandela tato manyenge segiti yeito. Inatupasa tutazamie yule ambaye ametuita. Lio torangi. Hata wakati tunaposemewa mabaya na kutendewa mabaya, Nonyene toko kuane ruwa mabe na gokora ruwa mabe. tunafaa tuangalie na tumtazamie Mungu Ne wanera tato ligerelie na komosemeli Nyasaye. ambaye anatupenda. Olio tuanchete. So nilichokuwa nataka kuongelea Ekinalengo okuanera neki. is that when God is on our side, Nekero Nyasaye sense moyo ito. we are safe. Igotore buya. Yes, when God is on our side, Nekero Nyasaye sense moyo ito. we are safe. Igotore buya. Hakuna kitu ambacho kitakachoinuka kinyume nasi, Gento tikeri kera imokerera igoro maminche yeito. kitakachofaulu, Kera nyare ko nobo buyi. because God is on our side. Ekiagra Nyasaye no ara sense And moyo the ito. Bible says, Biblia goteba iga. when God is on our Nekero side, Nyasaye ara sense moyo who ito. shall be against us? Ningora abe maminche yeito. Saul anakuwa kinyume na Daudi, Saul akaba maminche ya but he Daudi. never knew that God was on his side. Kolende tamanye tenga Nyasaye na Wapendwa, asubuhi ya leo abantu asemambie. ningependa kukutia moyo ya kwamba Ndagetego ko moyo iga. katika mambo yote Asama nganonsi. wewe mtangulize Mungu, Aye mutanga ni Nyasaye. mupe nafasi ya kusimama kando yako, Moeli bagaliogo tene na mupe sense moya. nafasi ya kuwa upande wako Moeli bagaliogo tene na sense moya. wakati utakapokumbana na hali ngumu, Ekerora umirane na mangana makongo. kwa sababu umemweka kando yako, Ekeko gara kwa mobe kira sense moya. yeye atakupigania. Elena kurwanerere. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo
usikuwe na shaka unapopitia hali ngumu. Basako no buwa kero goetera mangana makongo. Kwa maombi na imani Asoko saba no kwegena. wewe mjulishe Mungu hayo. Aye motebi Nyasaye. Kama Daudi yeye vita vyake Muna Daudi arese giyaye. aliamua kumjulisha Mungu. Iga motebati Nyasaye. And surely when he minded God of his battles, Nekene kana nyoleti Nyasaye gore yechize gichiaye. Victory Obo bui comes on his side bogacha sense moyaye. as the result. Kama matokeo. Muna matokeo. Amen. Amina. Another thing that I want to speak about, Egento ketako kunera. God will put our enemies over our hands. Nyasaye naweke ababisa mabaka itu. Hallelujah. Amina. So when our enemies wanainuka kinyume na sisi, Ekera ababisa kama mincha yetu. hata watakapopanga maneno maovu juu ya maisha yetu, Nyana karabara mahali ambapo hatujui, na baroberelia ase totamanyeti. wakuje kinyume nasi ili watuangamize. Baichema minta yeito ligara batosirie. Na sisi tuko tunamwamini Mungu. Na intu na otolete mwegene to monene. Ninachokiamini asubuhi ya leo ni ya kwamba Ekinye geneta semambi ya Mungu atatufahamisha yale ambayo wamepanga kinyume nasi. Nyasaye gago totebia aliba bangete mamincha. Mungu atawaleta hadi mikononi mwetu. Nyasaye na baleta ko ikasa maboka itu. Na atatupa ushindi Aruarato bobui. juu yao. Igoro ya Mungu atatuongoza Nyasaye na korai. na tutawashinda maadui zetu. Na ende ntobabwe ababisa baitu. Jinsi ambavyo Sauli hakuwa anafikiria ya kwamba Daudi anaweza mpata mahali alikuwa. Buna Sauro atarengereti nga Daudi na monyo tarenge. Hallelujah. So let us surrender to God in all times. Tigatomotigere Nyasaye chinga kichionzi. When we ukichua adui yako ni nani, Ekero manyeto mo bisoni ngo. hata wakati Mungu amekupea nafasi tu ya kufanyia vibaya. Nonya nekero Nyasaye ko ile liba kalioko mokorera mabe. Unajua wakati mwingine mtu anaweza kukufanyia mabaya leo, Omanyete chinga kichindo mondo na bao korera mabere. halafu kesho Oikamambia vile Mungu anaishi buna Nyasaye amenyete. tena atakuja kuomba maybe msaada kwako. Najiche kugosaba omusa Yule omusada. Mungu aliyekusaidia wakati huo, Nyasaye ulio wakonyete chinga kichiria. ulipokuwa unadharauliwa ama kukataliwa na huyo adui yako, Ekero kuwa lenge gochaywa. pia atakapomleta katika mikononi mwako, Nero ralete omonto yega samaboka. wewe usimfanyie mabaya, To baisa komo korera maana vita si vyetu, ekiagera esegiterie yeito. ni vya Mungu. Nebya esegine ya Nyasaye. Ni yeye anapiganiaga watumishi wake. Nero kurwanerera abasomba bae. Hallelujah. Amina. Another thing, Egento kende. no matter how strong our enemies are, Teliko buhatinga ngaki ababisa baito bara abakongwangania. God will exalt us over them. Nyasaye na to imokereri igoro. Hallelujah. Amen. Yes, it doesn't matter how strong they speak. Teliko buhatinga ngaki bago kuanangania. Haijalishi jinsi ambavyo wanavyojua kuweka mikakati ya kukuangamiza. Teliko buhatinga ngaki bako bekemerobeli abangani yogo gosia. Haijalishi zile nguvu za kukumaliza ambazo wako nazo. Teliko buhati chinguru chiri babuhate. Kilicho kikuu kwetu, Kelikerekana naze toli. kinachotupasa sisi kama Wakristo na watu wa Mungu tujue Kelito mwanarata kumanya ntumu na abantu ya banyasaye. kwamba Mungu Nga Nyasaye aliye na nguvu, ole ne chinguru. hata maadui zetu wakiwa na nguvu, Nonye ababisa baito bale ne chinguru. tunayemwaminia na nguvu zaidi ya wote, Olitwegenete nabwate chinguru ni yeye atatuinua. Nero rato imokereria igoro. Ona kama picha ya Daudi akiwa mbele ya Goliath. Rora bicha ya Daudi kale motwe. The Bible says Daudi was a young man, Biblia watabanga Daudi kale ngomusao moke. and this man called Goliath is compared as a giant. No monto yo okorokunga Goliath ntoline. Now see a small boy Roro mwana omo muromo sinini. fighting a big giant. Okorwanili montoline. If God was not with David, Onya Nyasaye atalinga na Daudi. Goliath would have killed him. Goliath igalenga gocha But komoita. because God was with David,
kolenda sengenje Nyasaye ngena Daudi though he was small, no nyore ngomoke God gave him victory. Nyasaye akamuobo bui God is not a respecter of a person. Nyasaye tabwate masikanigo gyasemo Yeye angali ukuu wako. era tali koligerelia bonane bwawe Yeye angali sura yako. era tali koligerelia nganga kiekeni kyaokere Kuinua hata katikati ya maadui zako. abawo koimokerelia igoro katikati yaba bisabao Atazami jinsi ambavyo unavyochiweza. tali koligerelia nganga kyokwenyarangania Anachokitazama Mungu kwa mtu kelie Nyasaye koligerelia meyomo ni jinsi ambavyo mtu anampepa. na kyo monto amwanje Bwana asifiwe. Amina. So jinsi ambavyo umempepa Mungu, una bwanje to monene kama Daudi ni mdogo, nonya Daudi olengo but he carried Jesus. akabogoli Yesu So when we carry him in us, ekero to kobogoli meyeito no matter what we face, teliko na toetera makongo no matter what kind of challenges na toetera makongo that will come on our way, ekero bago chasense moyeito no matter what kind of challenges, teliko bwatinga mechando kiego chasense moyeito God will exalt us. Nyasaye na to imokere Hallelujah. Amina He will give us victory Na- over our enemies. na tobo buigoro yaba bisabaito And that is God that we worship. oyina era Nyasaye olito May He exalt you. na tiga ako imokerelia igoro May He exalt you ako imokerelia igoro in the front of your enemies. bosibwa aba When bisabao they thought that they are finishing you, ekero balengerere tingango okora wanapofikiria kukuzika kwa maneno yao, ekero balengerere tingango kolimibira sambangana wanapofikiria kukumaliza kabisa usijulikane, ekero bategete okora pito wacha Mungu akuinue tiga Nyasaye ako imokerelia igoro ili awaipishe. ligere abao The boso Bible says in the book of Peter ebibilia gagotabase kitabu gia that Petero humble yourselves inge ekeye before the mighty hand of the Lord. ekeye bosibwa monene Nyasaye Hallelujah. Amen. Mungu anahitaji tunyenyekee kwa mkono wake wenye nguvu. Nyasaye nigatagete twekeye nechingo There is a time that is coming. chinga kingoja chire Yes, as much as we are humble now, nonye tole twekeire bono iga surely when that time will come, ekene karabire bibire our God will exalt us, Nyasaye nato imokerelia igoro and our victory shall come from Him. nobo buibweito igobora arwasale In the name of Jesus. atelia talia Yesu Another thing that I want to talk about egento kende ngokwanera is that we should not take advantage, because when you read in in 1 Samuel chapter number 26 verse 26 and verse 26. ekero gasoma Samuel yeli tangane merongo isa ebere na isana nemo isana Sorry. emerongo ebere na isana nemo Verse 8. I'm sorry. Verse 8. isana isato Here we find this man, aiga otoko nyoro musacho oyo okoro kwa bisai Abishai. He's advising David. igago tebi Daudi He's telling David, hands, asoko boko kwao and your enemies are asleep. asa yo nando mubisoni garaire Let us go tigatogende and destroy him. tomosalie Let us go tigatogende and kill him, tomoite because amekuwa akikuangaisha. ekiagera obeire ogogosumbua Hauna amani juu yake. tobwati molembe Leo hii Mungu amemuleta, lero iga Nyasaye ndiye omolete huyu amelala, nero yoreire hata jeshi lake limelala. nonye ne cheshi ayegere So unaweza mfanyia chochote, gona boko makorera kende gionse lakini Daudi anamkataza, kolende Daudi akamukanya anamwambia ya kwamba akamotebia hata kama Saulo ni adui yangu, nonye Saulo karo mubisone si mimi nilimuita, tari nje na murangereti yeye ni mpakwa mafuta wa Mungu. era no mwako makuto Nyasaye Vita vyangu si mimi napigana na yeye. esegi yane tari nje ndaru Kwa hivyo amonere wakati mwingine asa igoje biro binde marafiki zetu ekera abasani baito wanaweza tushauri bago gotobo obosemi jinsi ya kufanyia maadui zetu. bona togwendete tokorera ababisa Wengine baito wanaweza kukwambia abande nabo bago gotebia amekusumbua sana, ogochandire mtafutie hata sumu mpe. moligeri no ene sumo moy Mahali kwingine
mwingine kule kwetu, ama ase alise ito mama mwingine amesumbuliwa na bwana yake. omongino onde konyoro chandi rumono no Kila siku vita. kila litu kese Asubuhi kukimbishwa, jioni kukimbishwa. mambi komonyokigwa morogoba komonyokigwa. Mama naye ana rafiki zake. Omongina nabu hata abasani bayi Wamemwambia kwamba mbona unasumbuliwa hivi kila siku? bakamoboli kyogo chande ruwa kila litu. And we have the solution. Nande tobwate lichi Come. nincho Walikuwa marafiki zake. iko balenga abasani bayi Walimwambia kwamba njoo tukupe dawa. bakamotabinga njuto kwa kalio Utakapomwekea bwanako ekarora mubekero mugako atakuwa mzuri, atabadilika. nabo muya aonjoreri Walipompea dawa ekero bamoeliogo akaekea mume wake. akabekero mugako. Kuanzia siku hiyo Gochakira litukelio mume wake haongei, omusacha oyetali gokwana ametulia tu kwa nyumba, igatuliete abunyomba akisikia wageni wanakuja. akoigwa abageni bachire Makao yake ni bedroom. omonyokoso ali bedroom Hataki kuonana na wengine. tatagetikorana n'abantu So bandi. mama anapoulizwa ulifanya ache mume, omong'ina kerako buli mwaki wakoreta omugaka yeye anasema sijui. oteba ng'anje timanyeti Mama muko akasimama, ekiagara ninavyara gatenena, ng'ina byaragatenena akamwambia nitakuchoma usiponiambia. akamotebi ng'ango gosamba nonye torigonte. Mama alimwambia nani na nani walinidanganya, omong'ina agateba ng'anyaleba na nyaleba nigo bang'ainete wakanipea dawa nimwekea akwe mzuri. bakang'a iliogo mobekera abomuya Munayo yaona ndio matokeo. alioroche nara amachibu Saizi mwanamke hayuko kwake, bono igo omokungu oyo tali bwoye hakuna mwenye anajua mahali yako, onde taiyo omanyete ase omokungu oyo ali kwa sababu alichukua advice kutoka kwa marafiki zake. ekiagera irete obosemia korwa ase abasani bayi Na ndicho kilikuwa na ndio ilikuwa chanzo ya ndoa yake kufunjika. neki naki kialengo na oyu noro orengo omochaka So, enyoma yaye kobuneka even when we have the opportunity nonya nekero tobwate libaga to do anything against our enemies, bakora egento igoro y'ababisa let us baitu not seek advice titobasa korigia obosemia from our friends. korwa ase abasani baitu Maybe si mapenzi ya Mungu, ekiagera okutali ogwancha kwa nyasaye fanye vile marafiki zetu bakora wanavyotuambia. buna abasani baitu bagototebia. Amen. Amina. So take care Igo renda so that you cannot take advice ligera tobasa koira that obosemi you will regret of later. ora amasigo chagweitia mnyuma yaye In Jesus' name, aserio taria may Kristo God Yesu. strengthen you. Tiga nyasaye No. akoe chinguru Know the anointed ones of God. manya abakwa maguta Hata banyasaye wanapokukosea, nonya nekero bakogosei leave them for God. Waachie Mungu. batigere nyasaye He knows how to deal with them. namanyete ng'ang'a kiako bakorera That's why Daudi anaambia huyu Abishai hivyo, na kiako nabo Daudi agotebia oyo ya Abishai kwamba this man agotebi ng'omonto oyo hata kama ni adui yangu, nonya kare omobisone and God has put him unto my na hands, nyasaye omobekire ase he is amabokani the chosen one of God. ere nomochorwa nyasaye I have nothing to do with him. timbwatirinde ndamokorere Only thing that I will do egento gioka ndakore ni kuchukua mkuki wake, nokoira omogango oye nikate nguo yake kidogo kasehemu, inache yanga yayasini niga hata nichote maji hapo mahali amekaa, mbucha mache aigasari nimuthibitishe ya kwamba nilikuwa na uwezo. ndwara matebi ngana bwate chinguru Sina wivu kama wewe. timbwa ntienda mwamu bune yaye Ningetaka kukuua onya ndiri nare komoita na banare komoita kama wewe una muna yuwatagete kongita lakini sijafika mikononi mwako. kole ndetinda ikasa mabuka. Hallelujah. Amen. So God will fight for us. nyasaye May natorwanire God give us wisdom tiga nyasaye atoe chisemi on how to handle ng'ang'a kitongwenereta gokora our enemy. ababisa baitu. Hallelujah. Amina. Another thing, as I am almost finishing, egento kende kongo chigokora when we remain faithful to God ekero togotigara torabegenu ase nyasaye in times of hardships, chinga kichiobokong'u we come out with a new song. igo togosoka tore nogotera okoyia. Amina. We comes out with the victory. igo togocha togokwana ase obobui. We comes out with the joy. igo togochicha tore nomogoko. We comes out with the praise. igo togocha tore nogotogia. Out with the peace. igo togocha tore nomorembe. Only when we remain faithful to ekero God. rioka twatigaire kwa babegenu ase nyasaye. Amen. So ambapo Daudi simama kule juu ya mlima
oteneina aligoro yegetunwa Anamwambia kwamba Saulo ndugu yangu, akamwambia Saulo mumuromi, mimi si kama wewe. inje tindibunaye, Mungu amenisaidia. Nyasaye onkonyire. Nilikuwa na uwezo wa kukufanyia vibaya. Inabwate chinguru choko mabe. Tazama mkuki wako ndo huu. Rora mukuki okerwanero pia. Sehemu ya fazi lako ndio hii. Ensemo ye yanga yaonere. Lakini ashukuriwe Mungu, mimi sitakufanyia kitu. Korende tomotogi Nyasaye kiagara ndako korera kende. Hallelujah. Amina. Mungu tunapokaa kwake ekero tokobera se Nyasaye anatupa uchasiri. Igago toa chinguru. Na uchasiri chinguru na ndo unatuongoza. Oruororo otora. Hata hekima nonya nobongaini ndio inatuongoza mpaka tunafikia mahali Mungu anatupea ushindi. Nabubogo tora goikara tuikira ekero Nyasaye tobo. Kwa sababu tukianza kupigana na maadui zetu, ekiagara togo chaka koruana nababisa baito, Mungu ataona ya kwamba hatutoshi. Igo Nyasaye koranga ntito isaini. Hallelujah. Amina. Na atatuacha mapenzi ya adui zetu yatendeke. Nabago tiga ogwancha kwa babisa baito kokoreke. Amen. Amina. Another thing, again tokende, the Lord rewards those who are faithful and righteous to him. Nyasaye igako engeria bali barabanyaboronge nande barabege. When you read verse 23, ekero ko some 23, the Bible, the Lord rewards every man of his righteousness and the faithfulness. The Lord delivers you into my hands today, but I will not lay a hand on the Lord's anointed. Amen. Omonene nigagwa kana kero monto buno boronge bwaye buli na obwege enwa boigo aseri tukolia lero omonene nigakobegete asokoboko kwane. Yes. Kolende nkanga korambora okoboko kwane igoro asomo akwa maguta womonene. Bwana asifiwe. Omonene abakwe. Lord aseigo omonene rewards igagwa kana those that are faithful bali barabege enwa and the righteous unto him. nande baranya banyaboronge In bosibai. Asechinga kichonzi God Nyasaye knows how to reward. Nyasaye namanyete binanga kiagwa kana bali babwate okwege nasali. Amina. So that's God that we Aina aro Nyasaye ko totebie mambie. Amina. Asege mambie abono. ningependa ufahamu ya kwamba Hata kiromanyai wale wote ambao wanamwamini Mungu wanatembea kwa imani, bago tara so kwegena hata mambo yote yale ambayo ni magumu no nyama ngana baira makongu Mungu anayasababisha yanakuwa Nyasaye ni gako yakoro rahisi kwao. asebale. Maana Daudi aliletewa adui yake mpaka mikononi mwake. Ekiagara Daudi ni galetere tuye omobisoye go ikasa. David is conversing to Saul. Aiga Daudi ni gawo kwana bosibwa Saul. Ya kwamba usiku uliopita inga botuko bwaetete Mungu alikuweka mikononi mwangu. Nyasaye ni gako begete lakini sikukufanyia chochote. Kolende tinako korete. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kama zawadi tu Mungu alimuletea. Aseigo igenga buna nesa kwadi Nyasaye amuletere. Ndio huyu adui yako pigana na yeye. Ekero alenge korwana mone. But because of the favor of God upon this man. Asenga nchiyo gwanjero kwa Nyasaye igoro yo monto. Na yeye alikuwa anatembea na uaminifu na yeye. Nere ni galenga kotara sobwege nwa mone. Anamsamehe tu. Akamwabera. Bwana asifiwe. Amina. So God atakureward. Igo Nyasaye nagwakane. As much walk faithful. Buno gotara koro mwege nwa. To him. Kora mwege nwa Your Nyasaye. enemies ababisabao will come to you. Mbacha asole. They will come to repent. Mbati che bako angama. They will come crying. Nigo baracha bakolera. Watasema ya kwamba Bishop, batebenga Bishop, tulisimama kinyume na wewe wakati fulani. Igo tuwatenene tama mincha yao matuku gate. Hatukuwa tunajua ya kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Jitu amanyete ngaye no monto Nyasaye. Lakini siku ya leo kolenda aseli tukolia lero.
acknowledged tuachire goteba iga that you are the servant of ngaye God. no musombo nyasaye Forgive us, oh. tuabere Forgive us, oh. tuabere And may that be our portion. ne yitigabe asensema In the yetu name of Jesus. aselieta lya Kristo Kitu Yesu cha mwisho. egento kyomo elio Ndio hiyo nimekuwa nasema that our enemies will come to apologize to us. ingona atabanga ababisa baito mbati chebako bako tusaba amabera In the crowds of people. bosibwa mugando munge bw'abantu In the name of the Lord. aselieta lya Kristo Yesu. When you read verse 24 and 25 of 1 Samuel 26. Ekerogo soma Samuel yeli tangani merongebere na isana ne The Bible says, merongebere na inye merongebere na isano, as surely as I valued your life today, so may the Lord value my life and deliver me from all troubles. Hiyo ni David anamwambia. Asayo buno obugima bwao bwabeto bwengenchene nasende lituko lya lero nabo igo obugima bwane bule asobosyo bwomonene erena ntolie koru aseme chando yonsi. Then Saul said to David, elio Saul agatebya Daudi, may you be blessed, aya Daudi omwana one no seseniwe, my son David. You will do greater things and surely triumph. aya nokole ebintu ebinge mono nakobwa. David, so David went on his way and Saul returned home. Daudi akabwati enchera yaye na Saulo akaira na nkabwoye. Bwana asifiwe. Omonene abakwe. So imefika mahali Daudi wanaongeleshana. Yaikire ase Daudi na Saulo bagokwanerana. Saulo anaongea kwa unyenyekevu mkubwa. Daudi akakwana ase ogweke yemono. He has discovered that David is a servant of God. Omanyire nga Daudi no musombo nyasaye. Now he's telling him Bono nkomotebyale that David nga Daudi anataka kumwambia ya kwamba Daudi anamwambia ya kwamba chizi maisha yako, yani Saul anamwambia David ya kwamba Saulo gakotebya Daudi ga David, you will do great things surely. Daudi asamaena nokora mangana manene. Bwana asifiwe. Amina. This is the enemy David. Oyo no mobisa akotebya Daudi. Adui wa Daudi anamwambia kwamba hakika utafanya mambo makubwa amahene nokora mangana manene na utashinda. Na ene nobo mobuyi. So when God has put our enemies into our hands, when God has put the will of our enemies at our hands, they will give us a blessing. Mbatoe ogo seseniwa. Bara ubago to sesenia. Mbato seseni. Bwana asifiwe. Amina. Mbago tebinga gendera mtu musomba. Watakwambia endelea mbele mtumishi wa Mungu. Etu alenge kokorwanira kinimbosa. Tulikuwa tunapigana na wewe vita, kumbe ilikuwa bure. Twarorire nga ntwa isainde. Tumeona ya kwamba hatuwezi. Fiwe. Watasema tusamehe. Mbatewe nga tuabere. Kwa sababu mungetufanyia mabaya kwa sababu tuko na uwezo. Na Mungu atawabariki tunapowasamehe wenzetu. Kwa hivyo mpendwa, asubuhi ya leo ningependa kumalizia nikisema ya kwamba vita vyako mchulishe Mungu. Never take advantage of your enemies. Hata wakati wamekufanyia mabaya, Mungu atakapowaleta mikononi mwako, wewe usichukue sheria na ukawafanyie mabaya, maana vita si vyetu. Tunaye Mungu ambaye anatupigania. Ndiye Mungu mwenye uweza. Ndiye Mungu anajua maisha yetu kutoka mwanzo hadi mwisho. Kwa hivyo inatubidi tutembee kwa heshima mbele zake, kwa ujasiri na kwa kumuogopa, na kwa uaminifu mkubwa. Mungu anatusaidia, na Mungu awabariki. Hallelujah. Amen. Ningependa tusimame tu zote kwa miguu yetu as we give this worship unto the Lord.
Tuende kuomba asubuhi ya leo. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi
ambao wanashughulika kutuangamiza. Kunao wengi ambao wanashughulika kuona ya kwamba tuishi tena. Wewe Mungu mwenye uweza, wewe Mungu mwenye mamlaka, shuka kwa ajili yetu sisi ambao wateule wako, ambao umewateua kwa ajili yako. Tupiganie kwa njia ya kipekee, maana wewe ni Mungu. Tutende ishara na miujiza, maana wewe ni mfalme. Pigana na adui zetu wanaposimama kinyume na maisha yetu. Asante kwa sababu ya wazee hawa ambao wameingia mahali hapa asubuhi ya leo. Mungu wa Israeli, vita vyao viko mikononi mwako, vita vyao viko mikononi mwako. Asante kwa sababu ya wamama hawa hata na vijana hawa, mfalme. We belong to you, oh God. Our battles are at your hands. Come and fight for us, oh God. Come and fight for us, oh God. Give us vita. Vita vyetu wewe unajua kutupigania. We surrender to you, Lord. 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 Come and fight our battles. Ikikorera tutuweka titoko nyara. Ikutumia kwa Yesu. Unastahili Jehova, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni mfalme, wewe ni mfalme. Nani kama wewe? Nani wa kuinuliwa kama wewe Bwana? Asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya neema umetupatia kusikiza kutoka kwako. Asante maana wewe ni Mungu unayenena pamoja na watu wako walio karibu na mbali. Bwana umetunenea. Naomba kwa jina la Yesu asubuhi hii ukazungumze pamoja na mzee na mama, uzungumze pamoja na vijana wetu wote, wale ambao wanaosikiza kutoka karibu na mbali, wanaotusaidie Bwana, tusaidie yao kwa sababu kando yako hakuna Mungu mwingine. Baba lipewe sifa, jina la Bwana liweze kuinuliwa. Tunasema ni asante Baba leo, maana neema yako imeshuka. Umetuzungumzia uwezo wako na nguvu zako katika jina la Yesu. Amen. Biamana manene. Biamana singende yemambie yeiga. Biamana singende ringana liyao. Biamana kiagera hedi goro manene gotobua. Aya goro monyanguru gotobua. Ayore nyasaye tininge nyobonge. Nyasaye kale na kale. Onde tayo kobuye kainaye. Onde tayo onde tayo mwegere libunayo monene. Tuatebire ngami ya mano. Jina la Baba lipewe sifa na linuliwe. Mesikiza neno la Bwana katika asubuhi ya leo. Baba mtumishi wa Bwana amenena pamoja nasi kwamba vita sio vyetu, vita ni vyake Bwana. Kuna vita unapitia, mmeshindwa, ni nani atakusaidia? Bwana anasema mwachie apigane mwenyewe. Mwachie apigane vita vyako. Inaweza kuwa ni vita vya kimagonjwa, inaweza kuwa ni vita vya kifamilia, inaweza kuwa ni vita vya kiroho, inaweza kuwa ni vita vya kifedha, inaweza kuwa ni vita vya kihuduma, inaweza kuwa ni vita vya kibiashara mahali unafanya, inaweza kuwa ni vita ambavyo umekabiliana navyo kwa muda lakini haujapata ushindi. Neno la Bwana kutoka kwa madhabahu haya ya Nyamataro P.A.G linasema kwamba wajeni, vita sio vyako, mwachie mwenye vita. The Lord of war
akapigane mwenyewe katika jina la Yesu wa Nazareti. Nataka kuomba na mtu katika asubuhi ya leo ambaye anasema nimechoka, nataka Bwana apigane vita vyangu. Bwana apigane vita vyako mwenyewe. Alipigana vita vya Waisraeli, kuta wa Yeriko ukaanguka chini wenyewe. Alipigana vita, akampigania Daudi na Goliathi akapata kushindwa. Alipigana vita, amepigana vita vya wengi. Alipigana vita vya mama mwenye alikuwa anatokwa na damu na damu ikakauka. Yeye ni Mungu wa kupiga vita vyetu. Alipiga vita, maadui wakachanganyikiwa. Alipiga vita wakati wa Samueli, wakati wa Filisti waliposongea karibu ili waweze kuangamiza Waisraeli. Samueli alipokuwa anatoa dhabihu, Mungu akapiga wale watu kwa mingurumo ya radi, wakachanganyikiwa na baadaye wote wakapata kuwawa. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, katika asubuhi ya leo ninaomba yeyote ambaye anapitia mapito mazito ukaweze kupigana vita vyake, na mwisho wa mambo yote tutasema kwamba kweli umetutenda mema. Jina la Baba lipewe sifa na linuliwe. Pigana mwenyewe, ujuaye kupigana vita. Pigana mwenyewe, wewe uliye na ujuzi ya miaka. Pigana mwenyewe, magonjwa yakapate kuponywa. Pigana mwenyewe, waganga na wachawi wakapate kushindwa. Pigana mwenyewe, wanaoishi milele. Upigane mwenyewe, maadui wachanganyikiwe. Pigana mwenyewe, walio chini waweze kuinuliwa juu. Pigana mwenyewe, waliokataliwa wapendeke tena. Pigana mwenyewe Baba, nasema pigana mwenyewe. Pigana mwenyewe kwa jina la Yesu. Vita sio vyetu, vita ni vyako mwenyewe. Upigane, upigane usiku, upigane mchana, upigane jioni, upigane kila wakati mpaka ushindi wako ukapata kuonekana. Jina la Baba liinuliwe litukuzwe milele yote. Ninawatenga watu wako na mikosi na baraa. Ninaachilia neema na kibali cha Bwana na ukombozi na uponyaji juu ya maisha ya watu wako kwa jina la Yesu wa Nazareti. Tunasema ni asante kwa yote, maana kuna Mungu mwingine wa kufananishwa na wewe. Uinuliwe na utukuzwe, maana wewe ni Mungu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi kwa wema wake. Nashukuru Bwana kwa sababu tunaweza kutoa sadaka zetu wale ambao mko hapa. Nashukuru Bwana kwa sababu ya neno la Bwana tumelipokea kutoka kwa mtumishi wa Mungu David, Pastor David, ambaye ametupeleka katika kipindi cha kwanza. Ninaomba Bwana